Oh, shalom ndugu zangu wa Kristo popote pale mlipo, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Na karibuni tena katika haya machache ambayo nataka nije nizungumze nanyi leo. Katika agizo kubwa tulizopewa na Mungu au agizo kubwa tulizoachiwa na Yesu. Moja ya hizo agizo ni nendeni mkahubiri habari njema. Yesu wakati anaondoka, unajua katika Biblia kuna kitu kinaitwa agizo na ahadi. So katika maagizo aliagiza watumishi wake, mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji. Agizo kubwa ni kuhubiri Injili. Hakuna agizo lingine kubwa zaidi ya hilo. Na ndugu Branham anasema ya kwamba ukiwa katika kazi ya Injili hauko makosani. Yaani daima mtu akiwa katika kazi ya Injili yuko vizuri na Mungu. Na huu ndo muda wa Injili, muda wa kuhubiri, muda wa kufikishia watu Injili. Ukitembea pote duniani na unaona jinsi gani watu wanavyoendelea kufa katika dhambi, ni jambo la kusikitisha sana. Hata ndani yako kutawaka njaa ya kutaka kuwafikishia watu Injili. Na bila shaka kila kona tunapopita ni dhambi tupu. Yaani dhambi zimetawala dunia. Shetani ametawala ulimwengu nafikiri zaidi ya 70% sasa. Sababu anaenea karibia kila kona. Nimetamka haya maneno machache ili kuhamasisha wana Injili. Leo ni tariki 19 Novemba na mkutano wa Injili Big November unaanza tariki 23 Novemba. Nitumie mwanya huu mchache kuhamasisha Wakristo wote popote mlipo, jamani, tuungane kwa ajili ya kutangaza Injili. Kama ni Big November, tuifanye Big November pamoja na tuendelee kuungana pamoja kwa lengo la kupeleka Injili mbali. Tusipotangaza Injili sisi, wanani wataitangaza? Tusipoipeleka mbali sisi, wanani wataipeleka mbali? Huu muda uwe muda wa kila mtu mahali alipo kuhakikisha na yeye pia anachangia angalau kidogo ili kufikishia mwingine Injili. Angalau basi posti hata kidogo kwenye Facebook account yako au kwenye YouTube yako. Andika angalau maneno mawili au matatu. Changia basi hata kwa maombi ili kwamba wengine wasikie sauti ya Bwana. Ili kwamba wengine wasikie Injili. Unajua kuna baraka kubwa sana kwa wale wanaojitahidi kufikishia wengine Injili. Ukipata nafsi moja kwa Bwana ni zaidi ya ulimwengu 100. Nafsi hii moja. Mbinguni kuna sherehe, mbinguni kuna sikukuu. Kwa hiyo lengo na haja yetu ni kwamba Injili iwafikie walio wengi. Na walio wengi wamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Tunajua dunia ya sasa haipendi Mungu tena. Dunia ya sasa haimpendi Yesu. Kila mtu leo anataka mambo yake binafsi. Yaani leo mtu ambaye hakaribishwi katika nyumba za watu ni Yesu. Na nimejaribu kupita katika nyumba za baadhi ya waamini. Unakuta mtu ana picha zote katika nyumba yake lakini hana picha hata moja ya sura ya Ukristo. Nimepita baadhi ya nyumba, unajua sasa hata kupitia picha za mtu alizoweka katika nyumba yake, unaweza tukatambua kabisa kielezo kwamba huyu ni Mkristo ameokoka au huyu sio Mkristo. Kupitia picha tu. Ina maana mimi ukinikaribisha kwako nyumbani naingia kwako, cha kwanza nasoma maandishi ukutani. Cha kwanza naangalia nini huyu mtu ameweka kwenye ukuta wake ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo baadhi ya nyumba zilizo nyingi ambazo zinasema nyumba za Wakristo, ukitazama kwenye kuta za nyumba kunajaa picha mbaya, maandishi mabaya ambayo hayana picha hata moja ya Ukristo. Na ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo unaweza ukahubiri hata Injili kupitia picha unazoweka kwenye ukuta wa nyumba yako. Kiasi kwamba hata mtu akifika kwako nyumbani, anatazama kuta zako, anatazama nyumba yako, anatazama unavyoviweka kwenye kuta za nyumba yako na anatambua kweli hapa kuna Mkristo ambaye ameokoka. Uwezo ukawe Mkristo na unajaza picha za wanawake wenye kuwa nusu uchi ndani ya nyumba yako. Haiwezekani. Uwezo ukawe Mkristo na unaweka picha za watu wanavuta sigara ndani ya nyumba yako. Haiwezekani. So even kupitia picha unapaswa utambulike wewe ni Mkristo. Unaweza ukahubiri Injili kupitia hata picha ambazo umeweka kwenye nyumba yako. Kwa hiyo nataka nitumie mwanya huyu ndugu zangu kuwaomba ya kwamba tuungane pamoja katika Injili. Mimi hapa niko njiani, nipo Kigoma hapa, naelekea Dar es Salaam kwenye mkutano wa Big November. Nikualike na wewe tuwe pamoja sote katika mkutano huo. Angalau tupate hata nafsi 1, 2, 3, 4, 5 zimjie Bwana wetu Yesu Kristo. Tuwe sote pamoja, tuhubiri pamoja. Watu waokoke, tupate hata nafsi 2, 3, 4 kwa ajili ya Yesu Kristo. Tutaunganaje? Tutaungana kwa njia mbalimbali. Cha kwanza kabisa, moja miongoni mwa njia kuu ambao unaweza kujiunge pamoja nasi katika Injili hii ni maombi. Tukumbuke katika maombi yako. Kumbuka kanisa takatifu la Yehova. Kumbuka watumishi wa Mungu watakaokuwa pale. Kumbuka wahubiri watakaohubiri neno. Omba maombi ambayo itafanya nafsi nyingi zije kusikia neno. Unajua mchango katika kazi ya Injili sio mambo ya pesa tu. Lakini mchango mkubwa tunao kuomba katika Injili hii ni maombi yako. Najua kuna wana maombi wengi sana kote duniani.
Tunachohitaji kwako ni maombi. Ukipiga magoti nyumbani kwako, ukianza kusali, kumbuka mkutano wa Big November. Sema, Mungu, tunahitaji udhihirike, tunahitaji uonekane. Walio katika dhambi watoke katika dhambi, ambao wajaokolewa wakaokolewe. Yaani hayo maombi yako hayo itakuwa ni silaha kubwa sana katika mkutano wa Injili. Angalau ukichukua dakika moja. Unajua sisi tunajua umuhimu wa maombi. Sisi tunajua nguvu zilizo katika maombi. Sisi tunajua uzito wa maombi. Mkristo anapopiga magoti chini na kuanza kuomba, tunajua uzito wake. Maombi yana nguvu. Ndio maana leo nimetumia mwanya huu kualika ya kwamba tuungane sote katika Injili. Popote ulipo, focus ya kwanza ni Injili. Niwakumbushe tu kama nilivyoongea kwamba katika zile agizo ambazo Bwana alitupa. Agizo la kwanza ni nini? Nendeni mkahubiri Injili. Nendeni pote duniani. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo Mungu ametutuma sote tuhubiri nini? Injili. Watu watoke katika maisha ya dhambi. Na si wapagani tu, hata Wakristo. Sababu kuna wengi leo wanajiita kwamba ni Wakristo lakini maisha yao hayafanani na wanavyosema midomoni. Anasema mimi ni Mkristo nimeokoka, lakini anaishi maisha ya dhambi. Anasema mimi ni Mkristo nimeokoka, lakini maisha yake anayoyaishi hayafanani na kile anachokikiri. Basi ndugu zangu wapendwa, niwaalike katika muda huu mchache ya kwamba tuambatane sote katika mkutano wa Big November, tutembee sote pamoja, tuhubiri sote pamoja, watu waokolewe. Naamini baraka zitarudi kwako, zitakuwa zetu na zitakuwa za Wakristo wote duniani. Asanteni sana, Bwana wabariki na karibuni Big November. Ni Dar es Salaam pale Kifuru kwa mchungaji Dr. Silas.